ambao wanaweza kusimama kuja mbele, tuna chombo kimoja hapa. Na ile kwaya tafadhali tuweze kuzunguka haraka, maana tuna speeches baada ya hapa. Tuna mpangilio ambao bado tutaukamilisha. Tunashukuru. Asante kwa kusimama na kuja. Barikiwa sana na asante kwa kuhurumia jinsi hiyo huruma ilivyoingia kwa moyo wako. Asante kwa upendo. Asante kwa upendo. Wale walioko karibu tafadhali tuweze kuja hapa mbele. Wale tulioko karibu tufike hapa mbele. Asante. Mbarikiwe sana. Hakuna kusalimiana. Saluti, ukitoa sadaka yako saluti tafadhali. We saluti kwa hewa tafadhali. Wasaluti tu. Tuwafariji kwa kutoa. Nimefurahia sana jinsi ambayo watu wamesimama na kuja hapa mbele. Hakuna kusalimiana tafadhali. Wewe toa kwa saluti. Wewe wabariki kwa kusaluti. At a time when you wanted more, you first 8 years, but you left us in bitter tears. God's a miracle, I saw my pain, oh not you no, say okay, never carry. So much God's a miracle. I saw my pain. Oh, not you. No, say okay. Never carry. And every year, Mogusu, don't Asante. Administration mukae, tunajua kuna njia mnataka kufanya mambo yenu. Sehemu yenu ndio inafuata sasa. Madaktari, how you are organized. Your time is coming and we are going to give you ample time. We know and we respect you. We know that you are so much touched with the family. We know your time is there and we are inviting you kindly, your time is there and you are special people with us here. Musisalimiane tafadhali. We salute. Musalute mukitoa tafadhali. Leta chombo kingine, leta kitasa kingine cha kukusanya sadaka. Leta pesa nyingine, jamani. Leta pesa nyingine zile ambazo zilikuwa hapa. Leteni watu wanataka kusimama watoe. Wacha wasimame wakuje wakiwaza. Simameni mkuje mtoe mkisaluti familia. Na kuna namba tunapoendelea kutoa, kuna namba ambaye mtatuma sasa wale wako na M-Pesa. Wacha tuwapatie namba, na hii namba ni ya mzee bila meketi hapa Mogusu. Wacha tuwapatie namba wale ambao wanataka kutuma kupitia kwa M-Pesa. Namba ni 0724373446. Na nitarudia kwa wale ambao watatuma kwa
M-Pesa, namba ni 0724373446. Wacha nisema katika Kiingereza 0724373446. At a time when you needed most, your friends 8 years, but you left us in bitter tears. Cause a Marian Coreo, a somote, onachirue, no, sebuki. Evankare Samachi Go Samarian Koreo Asomote Onachiwe No Semuke Evankare Samachi. Asante. Sasa mutaniruhusu, mumeona familia, mumeona mke wa daktari, mumeona mama ya daktari, mumeona baba ya daktari, na watu wanaendelea kuomboleza. Mutatugia radi, tunaendelea vizuri. Kwa hivyo kwa njia ya unyenyekevu, naomba wazazi wale ambao watawasaidia waende kwa viti na bibi ya daktari. Ni sasa nitaleta KMDU. Sasa daktari, naleta kiongozi. Mumeona vile tumekuwa tukifanya. Administration wanangoja hapa pia. Tafadhali tusigongane. Na waomba mumeona vile kanisa imefanya. Kwa hivyo naleta kiongozi wa madaktari ili ache, maana ni mambo ya program hii ya kusaidia familia. Naona mmesema mko hapo katika jinsi tumefanya, kuna njia mnataka kufanya. Kwa hivyo bado tunaendelea, masisi yanaendelea, tunaleta kiongozi wa madaktari. Wakimaliza, wameona vile kanisa imeendelea, alafu sasa mtaleta atakaye kuwa akiwaleta administrators. Kwa hivyo tafadhali, na mimi tutaenda vizuri. Kwa hivyo daktari, karibu sana. Nimeelezwa, maana tunasaidiana. Madaktari wote simama, mkiwa na kiongozi wenu hapa, maana mnachukuliwa picha. Madaktari wote naomba, tunajua wale waliosoma shule ya Lenana tuko na wakati wenu, lakini tunaleta madaktari wakiongozwa na kiongozi wao. Wakimaliza, alafu naleta administration wakiongozwa yule ambaye naye ametumwa, maana tuko na area MCA, watachua vile watapangana. Kindly, tunaendelea vizuri, hakuna mahali tunagongana. Madaktari wote wakuje mbele chao vile kanisa imeendelea, na wameona vile kanisa imefanya. Kwa hivyo daktari, with due respect, kindly, you have seen how the church has done. So you do it. We know you are professional. So kindly, we respect you so much. Tumia hizo. Kwa hivyo sasa, yule mwanakamera ambaye anatambuliwa katika mazishi ya rasmi na familia, utakapomaliza utainua mikono. Kwa hivyo nasema, madaktari, tunaomba muinue mikono msalute. Tunaomba muinue mikono msalute. Alafu sasa msimame hivyo with solidarity. Sasa mnajua kuna kitu mnataka kufanya, najua mimi mlisema vile tunakupisa nafasi. Kwa hivyo fanya kazi sehemu yako vile unachua vile utafanya. Asanteni sana kwa familia. Hivyo na wasii nyinyi
popote pahali popote mlipo, kila mtu ukiwa na kofia, tafadhali toa kofia. Tusimame wote ili tupatie wale daktari wote ambao wamepoteza maisha yao kwa hii janga la corona heshima kwa dakika moja kwa kunyamaza. Thank you very much. You can sit. Hawa ndio madaktari ambao wametoka pembe zote za nchi hii kuja kuomboleza na familia na pia kupatia ndugu yetu na kazi na yeye Dr. Mogusu heshima za mwisho. Ningependa kuomba wanaweza wave alafu warudi waketi ili tubaki na viongozi hapa ambao watasema jambo moja au mbili. Hebu tupungie hewa mahali popote ulipo. Asanteni sana. Nitaanza kwa hawa ni viongozi ambao wanaitwa National Executive Council na National Advisory Council ya madaktari. Kwa hivyo nitaanza na viongozi wa branches ambao ni wa National Advisory Council, nikianza kwa upande wangu wa kulia left kushoto. Karibu daktari. Msicheke sana, hii ni just say your name. Amjamboni. My name is Dr. Kennedy Fundi. I'm the branch vice chair of Lower Eastern branch where Daktari was working, and I'm here to represent that branch. I have to say, kuleta familia zangu na branch yetu na familia. Hiyo branch ambayo anatokea inajumuisha Makueni, Kitui na Machakos. Asante sana. Dr. Kabla nifike kwako Dr. Murebu. Good afternoon. Kwa majina inaitwa Dr. Murebu Peter Momani Kigadonka, na mimi ni treasurer wa Nyanza branch. Pole. Amjambo. Kwa majina ni Dr. Mulei Jackson Kamonzi kutoka North Rift. Mimi ni chairman wa North Rift branch KMPDU. Tunasema pole, tumepoteza ndugu ambaye tulimpenda zaidi, lakini Mungu akampenda. Asanteni. Good afternoon everyone. My name is Dr. Dav Jibimji, the branch secretary for KMPDU South Rift. So we are in this sad moment because of the loss of our brother, Dr. Mogusu. It's really sad that this thing has been happening continuously in the country. And as the doctor fraternity, we are mourning together and believing that with the action that we started the previous night, things will change, not for only doctors, but for everyone in the country. Thank you. Salimu kwa jina la Mungu. Amjambo. Kwa majina naitwa Dr. Mimi ndio medical superintendent Machakos level 5. Hali Dr. Mogusu alikuwa anafanya kazi. Sisi kama Machakos level 5 tunataka tutume rambirambi zetu kwa familia ya daktari, mjane, wazazi na mtoto. Sisi hatuelewi, we cannot understand. But we pray that the God kwa neema na faraja atafariji familia na atubariki wote. Asanteni sana. Kutoka Machakos sikuja peke yangu. Wale wa Machakos naomba msimame muweze.
Bon, nitaongea kwa lugha ya Kimombo. We are gathered here because of the death of our young person, a young professional, a young doctor who succumbed to a preventable illness. This must rock the very foundation of how we view the world, how we view this country as a safe place, and even how we view our counties as a place that we can stay. My name is Dr. Nabiso wa Kenya, a friend to Dr. Mogusu, a colleague, and I will be speaking as part of the Pharmacists and Dentists Union. Thank you all for joining us here today. Although I'm sure many of us wish we were gathering in a celebration rather than mourning. The person that lies there was a doctor. Mogusu was a focused gentleman. He was a committed family man and a young doctor with vision. Mogusu was a medic and an activist. He fought for employment of doctors with a pay that would have come with a healthy environment for all Kenyans. Unfortunately, he never lived to witness any of the above. He spent most of his last moment treating people with COVID-19 without pay. He was fighting from the front line and he died in the battle. And these were his last words. My dear colleagues, let me take this opportunity to admonish you today to get out while you can with your health or life intact. I have had COVID-19 for 5 days tonight, and I will say not even a full pocket can replenish what has been lost on high oxygen floors, all manner of masks, for one more gasp of fresh air. In the spirit of Dr. Mogusu, Kenya Medical Practitioners Union, young doctors joins the industrial action that is beginning today, and we will demand for the rightful honor for all doctors. Asanteni sana. Amjambo katika jina la Yesu. Mimi naitwa Dr. Chie Ngayara na naongea kama mtu ambaye ni member wa union na pia nilifanya kazi na Dr. Mogusu katika hospitali yetu ya Kisii Teaching and Referral Hospital, ambapo nilikuwa specialist na supervisor wake na alikuwa ananiita kufanya procedures fulani na pia kumfundisha. Kwa hivyo tuko na uchungu sana tukiona mtu ambaye alikuwa ameanza kubobea kabisa katika hii kazi ya udaktari anapotea. Tunasema pole kabisa kwa familia. Asante. Nitaita katibu mkuu wa Kenya Medical Association. Tumelete rambirambi zetu kwa familia ya Dr. Mogusu. Kama chama association, Dr. Mogusu alikuwa anakuja katika meeting zetu kama kiongozi wa wanafunzi na tukamfunza kuwa kiongozi na akawa kiongozi, lakini leo tunaipa pole familia ya Dr. Mogusu na tunasema kama tutaona vile tunaweza saidia mjane na mtoto na madaktari wale wengine ambao wamewachwa. Asanteni. Thank you. Nitaita National Treasurer wa KMPDU. Hamjamboni wote. Kwa majina naitwa Dr. Daisy Korir. Mimi ni mweka hazina katika chama cha madaktari kwa nchi mzima ya Kenya. Na leo tunaomboleza na familia hii. Tunasema pole kwa mjane wa Dr. Steven Mogusu, kwa wazazi wake, kwa ndugu zake, dada yake na pia kwa mtoto. Tunasema pole. Tumepoteza a very young doctor ambaye alikuwa ameanza tu kazi, and there was a very bright future ahead of him.
na ile circumstances ambayo ilitufanya tukampoteza ndio tunalia kama madaktari. And vile tunaongea tuko na huzuni sana kwa sababu tumeshinda tukiomba haya mambo yatekelezwe na serikali, lakini tumepata shida mingi sana tangu 2014 wakati ambapo madaktari walitumwa kwa counties. Tuko na tabu mingi sana. Na omba serikali ya kwamba waangalie yale mambo ambayo tumesema itengenezwe kwa upande wa kutulinda wakati tunafanya kazi. Serikali itekeleze haya yote. Hatuwezi kuwa tunatibu wagonjwa na wakati tunagonjeka kama Dr. Mogusu inabidi madaktari wengine wachange pesa wamhamie hospitali moja hadi nyingine ili aweze kupata matibabu. Nafikiri hiyo si kitu mzuri, na hata kama wananchi ni wakati wetu wa kuuliza serikali ifanye ile jukumu ambayo inafanya kufanya, ili madaktari wakuwe hai na wakuwe na afya ndio waweze kuwalinda, kwa sababu daktari akiwa mgonjwa ama akiwa amekufa hawezi kuwasaidia. Kwa hivyo tuungane pamoja kwa serikali itupatie malindo ama bima ya afya kwa madaktari wote, na pia watupatie ile marupurupu ama malipo kwa wale ambao watapoteza maisha wakiwa kazini kama Dr. Mogusu. Kwa hivyo nawaambia watu wote wa hapa Kisii, poleni sana na Mungu awafariji kwa huu msiba. Asanteni. Thank you Daisy. Wale wajaelewa hiyo PPE amesema kwa Kiswahili inaitwa magwanda ya kujikinga. Tuko na, kabla nifike kwa katibu mkuu na mwenyekiti, tuko na viongozi wengine na wafanyikazi katika idara ya afya wengine. Nurses tafadhali, nurses mahali popote mlipo, tupungieni hewa. Au ni nurses, viongozi wa nurses, Kenya National Union of Nurses. Alafu kuna clinical officers, Kenya Union of Clinical Officers. Haya, wako na sisi kwa spirit. Wacha sasa nimwalike chairman, national chairman wa KMPDU, pia ni kijana wenyu wa hapa nyumbani, anaitwa Dr. Oroko Obegi. Karibu daktari. Asante sana. Abantu banyasaye na wakwandi mbiamore na inde. Kwa majina vile umeelezwa ni Daktari Oroko Obegi, ni mwenyekiti wa kitaifa wa muungano wa madaktari KMPDU nchini Kenya. La kwanza kwa niaba ya madaktari nchini Kenya ni kuwapatia familia ya Daktari Mogusu pole zetu kama familia. Sisi kama madaktari tunaomboleza kifo cha Mogusu, bado zile zingine za wale madaktari ambao wametuacha wakiwa kazini, wakiwashughulikia na kuwahudumia wananchi ambao wamepata magonjwa mbalimbali. La pili niseme ya kwamba miungano ya wafanyikazi, kazi zetu si kupigana na serikali. Kazi zetu ni kuangalia kwamba zile huduma serikali inapeana kwa wananchi zinapeanwa kwa ufasaha na zinapeanwa zikiwa za maana. Hiyo ndio kazi ya wahudumu wa afya, sana sana viongozi katika miungano ambayo tunaita trade unions. Tunaposema ya kwamba bima ipatiwe wananchi wote mahali popote wako, ili wanapoenda hospitali wanahudumiwa vizuri, hiyo ni kusema ya kwamba tunajali afya ya wananchi. Tunaposema ya kwamba daktari pia anapogonjeka akienda hospitali, bima ya afya iweze kumlipia ile bili ya hospitali, tunamaanisha kwamba daktari pia hahudumiwe anapohudumia wengine. Hayo sisi ndio huwa tunasema kila wakati. Tunaposema ya kwamba kutengenezwe Health Services Commission, ni kuhakikisha kwamba afya mambo yao inashughulikiwa kwa ufasaha na kwa njia ambayo iko na mpangilio, ili wahudumu wa afya waweze kuketi hospitali na kuongojea wagonjwa wanapokuja pale, wanahudumia wakiwa na furaha
bila kusema ya kwamba mishahara imechelewa ama kupandizwa vyeo zimechelewa na mambo mengine kama hayo. Hayo ndio yale sisi huwa tunasema, lakini serikali wanapokuja wanaambia wananchi ya kwamba hawa ni pesa tu wanataka. Hapana, sisi huwa tunapigania hospitali za kiserikali ziwe na dawa za kutosha, ziwe na vifaa za kutosha. Unapoenda katika hospitali ya serikali usiambiwe ya kwamba nenda ukanunue dawa pale nje, nenda ukapige picha pale nje. Hayo ndio sisi huwa tunasema na tutaendelea kusema bila wowote. Katika siku ya leo tumesema ya kwamba mgomo wa madaktari umeanza, lakini pia niseme mazungumzo yanaendelea, na sisi tuko na hakika ya kwamba Mheshimiwa Rais wa Kenya ambaye anapenda wananchi na afya atawatuma wale ambao wanashughulikia hii maneno waweze kuwa na mazungumzo na viongozi ili tupate suluhisho na madaktari waendelee kuwahudumia. Sisi hatupendi kwenda mgomo. Sisi tunapenda kutengeneza maneno ili wananchi wahudumiwe vizuri. Hiyo ndio kazi yetu. La mwisho, wananchi ni mawaidha na wapatia, janga la corona ni ugonjwa upo, na ile ambayo tumeambiwa na serikali tuendelee kuzingatia ili tusikuje tukaangamia. Na serikali pia tunahimiza ile vaccine inatengenezwa waharakishe ili wananchi wa Kenya nao wapate hiyo vaccine waweze kuendelea na maisha yao kawaida bila na uoga wowote. Asante sana. Haya, ni jukumu langu sasa kumwalika katibu mkuu wa chama cha madaktari Dr. Machonda ili azungumze nani. Karibu daktari. Naomba niwasalimie kikwenu. Mimi huku sio kwetu, lakini Kenya ni nchi moja na sisi ni wa Kenya. Muyamure. Asanteni sana. Kwanza kabisa ni kusema kwamba tunahuzunika na kifo hichi. Sio kifo ambacho kimeuma familia peke yake, kimeuma mpaka sisi madaktari na jamii yote ya Kisii na pia Kenya kwa ujumla. Ni jambo la kusikitisha, na kwangu mimi niseme kwamba tulipopata habari kwamba alikuwa mgonjwa, tulianza mikakati ya kuhakikisha kwamba anaweza kupelekwa hospitali ambayo ingeweza kumpatia matibabu yanayohitajika. Najua kulikuwa na bili kubwa zaidi ya milioni 1, na kama muungano tukaongea na wizara na tukamwambia waziri wa afya Mutahi Kagwe kwamba kuna huyu daktari mmemwajiri, amekuwa mgonjwa, hali yake ni mahututi, na kwa sasa hivi tunafanya mchango. Kwa hiyo kama wizara muwajibike, muweze kusaidia katika matibabu haya. Baada ya siku 2 nadhani walisaidia, na pia wakati alipofariki siku hiyo tulikuwa na mjane wake hospitali ya Kenyatta University, na tulikwenda tukaongea na daktari msimamizi pale katika hospitali. Pia yeye akakubali kwamba bili ile italipwa, na kwa hiyo tulisaidia kwa upande huo. Kwa hiyo bili za hospitali na matibabu nadhani hamjakuwa na bili, na kama bado kumekuwa na bili mmeitishwa, nawaomba tafadhali mtuambie, tutakwenda kwa serikali iweze kuwajibika ili iweze kulipa bili ya matibabu. Na kusema kwamba hatupigani na serikali, sisi kama madaktari tuna jukumu la kuhakikisha kwamba tunatoa huduma ya afya kwa Wakenya wote, na pia sisi ni Wakenya na tuna familia katika nchi hii. Lakini serikali pia ina jukumu la kuhakikisha kwamba sisi ambao sasa hivi tumekuwa wanajeshi wa janga hili la COVID-19,
waweze kutupatia vifaa na mazingira ya kazi ambayo yatatuwezesha sisi tuweze kufanya kazi hii kwa kamilifu. Inaniuma sana kwamba Daktari Mogusu ambaye ndio alikuwa ameanza tu baada ya kumaliza masomo amepitia hali hii ngumu na akafariki kwa hali hii. Na kama muungano tumesema kwamba tulipofikia sasa hivi hatutaki tena kuja katika mazishi ya madaktari kwa vile labda walikosa fedha ya kulipa bili, walikosa vifaa kinga, hawajui kama watalipwa fidia. Kusema ukweli, tulipoteza daktari wa kwanza mwezi wa 7 na sasa hivi ni karibu mazishi ya 5 nimeweza kuhudhuria. Na ni jambo ambalo ukiliangalia kwa kina, mgomo umeanza kweli leo. Lakini kwa nini mgomo huu umeanza? Ni kwa sababu tumefinywa mpaka tumefika mahali lazima pia sisi tuangalie maisha yetu. Na tunaomba serikali, ni kuomba kwamba kijana huyu Daktari Mogusu mwenda zake, kuna maafisa wakuu katika serikali ambao wametoka jamii hii. Katibu wa afya Susan Muchache na Fred Matiang'i, tunawaomba na tunawasihi wampatie mjane aliyebaki ambaye ni daktari kazi aweze kulea mtoto. Na pili, kwamba amefariki mdogo, familia ni dogo, aweze kulipwa fidia ile ambayo rais aliweza kutangaza mwezi wa 4. Group life, WIBA, insurance, ili familia hii angalau iweze kujikimu kimaisha wakati huu. Hili ni ombi letu kwa serikali, sio vita, ni ombi, kwa sababu tunataka madaktari warudi kazi. Na hawa pia tunawaomba waweze kutusaidia kusuluhisha tatizo hili. Na kwa magavana tunawaomba msipige vita wafanyikazi wa afya. Msitoke kusema kwamba mtawafuta kazi. Mkitufuta kazi, wananchi nani atawashughulikia? Nyinyi kama wananchi mnakubali kwamba serikali, msimamo wa serikali kwamba itafuta madaktari, wauguzi na matabibu kazi, mnakubali kweli? Kwa hiyo serikali, njooni kwenye meza tuongee, tukubaliane. Mkitufuta kazi mnahatarisha maisha ya wananchi na mnahatarisha maisha yetu. Tumesema kwamba hapa tulipofikia, maisha yetu pia sisi ni muhimu. Hatutaki tena kwenda kuzika mmoja wetu, hatutaki kuacha familia zetu changa bila aina yoyote ya kujikimu. Asanteni sana na tunawashukuru sana na Mungu awabariki. Asanteni sana. Thank you very much. Hebu tumpigie makofi. Haleluya. Haleluya. Wale wameokoka kama mimi, ukiambiwa haleluya unasema kwa nguvu. Haleluya. Nataka mimi kwa jambo la mwisho sizungumzi, bali ni kutoa tu shukrani zangu na za chama yangu ya KMPDU na madaktari wote, haswa kwa serikali county government ya Kisii. Nataka mnielewe vizuri sana. County government ya Kisii, tangu daktari mwenzetu aage, nimekuwa nikizungumza karibu kila siku, saa zingine mara 2 kwa siku, na Governor Ongwae wa Kisii na MCA, sijui ni MCA wa hii area ama MCA mgani, MCA Hamisi, sijui anatoka wapi. Huyo pia ametusaidia sana. Governor ametupatia 15 tents hizi zenye mekaa chini yao. Governor akatupatia viti 1500. Governor ametutengenezea barabara ya kukuja mpaka kwa boma. Na ile la muhimu sana sana kwetu kama madaktari, Governor Ongwae na County Secretary Lumumba yuko hapa,
wametupatia kazi ya mjane Dr. Jacqueline. Mwenye apigi makofi hiyo, hata hiyo mauchungu, hata nirudie. Gavana wa Kisii, Gavana Ongwae amepatia mjane wa Dr. Mogusu kazi Kisii County Government. Jambo la pili, umesikia, usilie ndugu yangu, nitakukumbatia baadaye. Jambo la pili, mwenye anaweza futa madaktari wakiwa mgomo kwa any county ni county secretary. Na leo hii tuko na county secretary wa government ya Kisii yuko hapa. Na county secretary, umesikia wananchi wenyewe wamesema usiguze daktari yeyote ambaye yako mgomo. Nimemwambia ama sijamwambia? Basi, hiyo ni wananchi wamesema. Akifuta daktari yeyote, sasa nyinyi mtafanya maneno ile mnafaa kufanya. Tunaelewana? Jambo la mwisho, nataka nimpatie onyo tafadhali. Mnaona huyu Dr. Mogusu, hata wale ambao mko na hiyo booklet mbele yenu, mnaangalia hata sura yake. Alikuwa daktari mwenye sura nzuri. Wengi wetu madaktari ni barakoa tu inasaidia. Tuko na sura mbaya. Hata tukikwambia utapona unashuku. Dr. Mogusu alikuwa kijana mdogo mwenye sura nzuri with a very bright future. Huyu angekuwa ati amegongwa na gari, familia ingeenda kotini na alipwe. Lakini amekufa akifanyia serikali kazi. Amekufa ajalipwa mshahara karibu miezi 6. Ako na bibi na mtoto. Unaona baba yake aliandika kwa gazeti, ilifika wakati mtoto yake yuko ICU, anatumia baba yake message, tafadhali dadi nitumie pesa ninuliwe dawa haki nisikufe. Hiyo ndio maneno tunaongelelea hapa. Na tukisema tunaenda mgomo kwa sababu hii, Minister Kagwe anasema atatufuta. Sisi tunamwambia riswa. Semeni riswa. Kwa hivyo Kagwe mahali popote anaitazama, ajue wananchi wa hapa wamesema tutapambana na yeye humundu. Hii mgomo hakuna kurudi nyuma mpaka ile siku sisi madaktari wote na wananchi wote haki yao itakuwa imelindwa vizuri. Sitaki kurudi tena nizike mmoja wa madaktari kwa sababu ya ulegevu upande ya serikali. Tunawaomba nyinyi wananchi tafadhali, hii nchi ni yenu. Tusaidieni kama wanaowasaidia ili tuweze kufanya kazi kwa njia inayofaa. Tafadhali ninawaomba. Tafadhali. Wengi wa madaktari uliwaona wamesimama hapa hawana kazi. Wengi wao madaktari hawana kazi. Hata suti ambazo wamevaa wengine ni kuomba. Wengi wao hawana kazi. Mogusu hakuwa na kazi, alipata kazi miezi 6 iliyopita. Na tena ni kazi ya contract ambayo hakulipwa. Yeye hakuwahi ona shilingi yake hata moja ili alifanyia kazi. Sijui kama mnaelewa wenzangu. Hiyo ni uchungu sana. Kwa hivyo hata county government ya Kisii, employer huko hapa, ukikuja kuongea hapa na kuomba, sema kwa madaktari walipa. Ni wangapi utachukua waweke on permanent and pensionable employment in Kisii? Kwa sababu wako na nguvu, ni kalamu tu atasaini. Na wananchi wakishakubali, sasa unaogopa nani mwingine? Mmekubali ama mmekataa? Basi, county secretary, tupatie barua. Kwa hivyo, kumalizia, mimi napatia rambirambi zangu familia na nawaomba muendelee kusimama hivyo hivyo, muendelee kukaa na Mungu. Tunawaombea na nyinyi pia mtuombee. Mtuombee na sisi tuwaombee ili Kenya iendelee mbele. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante madaktari, maana tunajua nyinyi ndio mmeguswa kabisa na mmoja wenu. Mungu awabariki kwa kazi nzuri. Napokaribia kumleta area MCA,
atuletee administration. Ningeomba wale ambao wote walisoma na Daktari Mogusu musimame mahali mko. Wale wote Lenana, Nairobi University, naomba mahali mliko musimame area MC anapoendelea kuja mbele. Must recognize you. All those who school with Dr. Mogusu, Genesis, that is primary level, high school Lenana, chuo kikuu cha Nairobi, munaona vile wako wengi. Naomba kwa sababu na nyinyi mmekuja, amutazungumza, songa mbele. Area MC na kuomba tafadhali wapigwe picha tu unapokuja. Niruhusu wapigwe picha nao. Kwa hivyo nanyi msonge mbele ili picha mchukuliwe, maana mmetoka mbali. Naomba mkuje mbele. Wale wote waliosoma na Mogusu, maana wengine madaktari wamesachukuliwa picha, lakini tena unaweza kuja kama mchukuliwe picha kwa pamoja. Maana kuna madaktari, kuna wako wengine walienda part of business and whatever, kuna wengine administration, mchukuliwe sasa pamoja na madaktari, wale wote walisoma pamoja, mchukuliwe kwa picha moja ili muonekane mulisoma na Daktari Mogusu kabla LMCA ndiye ataleta administrators. Okay, thank you. Pia nimealiviwa LMCA, is a very good man, na Mungu akubariki MCA wetu. Ile timu ya Nairobi ameniambia ikiongozwa na ndugu yetu Matoke, ameniambia ni administrator, ameniambia heri ya amini yule grupu ya Nairobi ikiongozwa na Matoke, naomba msonge mbele. Matoke akiongoza lile kundi la Nairobi yako wapi? Maana ni MC ameniambia. Tunawashukuru. Tunaomba ngozi wenu akuje hapa ombe, kwa sababu na nyinyi mmekuja kuomboleza. Asonge mbele. Asonge mbele. Mbaye kwa niaba ya wote mmoja asonge mbele, maana mlisoma na Daktari Mogusu. Here you make a statement and you pray. Kwa hivyo tafadhali inua mikono hivi wale ambao mlisoma na daktari, naomba msalute ili mchukuliwe kamera. Thank you. Unaweza make a statement and pray. Abantu bomonene wairire bya. Wairire bya nsame yende. Ibiyama. Ituke yarero tuachire gaiga ase koreta riyanda reito aso sirio mwana minto Steven Mogusu mchena asomete na ere Lenana school. Nanda Sawatewanga was a very close friend, very devoted Adventist fellow, and even all the way to campus. Najua kuna wale walikuwa hapa campus na wao na Mogusu. Through that life tumeona the selfless nature that ndugu Steve Mogusu alikuwa nayo, na tutaka kusema hivi: Mungu amlaze mahali pema peponi. Asante. System inaweza kuwa imemwangusha, lakini Mungu hajafanya nini? Hajamwangusha. Na tunaombea Zaki, familia, baba na mama, Mungu awapatie uwezo na nguvu, muendelee kuwa na nguvu katika Mungu. Nasi hatutaki kusema kama any other politician would say. Sisi tutaendelea kuwa na nyinyi na tutawaombea, na kama kuna jambo lolote tupigie simu. Omba sasa. Asante sana. Omba. Nikubalie niweze kuomba kwa lugha ya Kimombo. Sawa. Asante sana. Let's pray. Almighty, infinite Father, in light, inaccessible, hid from our eyes, we come before you, thanking you for the life of our brother, Dr. Stephen Mogusu. You saw it fit that, Father, he leaves the face of the earth at this time. This was your will and not us. We will not have desire that he dies at this time, but Father, you saw it fit that he goes ahead of us. Not that we are any better than him, but Father, because it is you who desires that even at that point he had made his amends with you. It is for us, oh God, to just change our lives and transform and be more like our brother Dr. Stephen, who lived a selfless life. We want to dedicate Dr. Jacqueline before you, that Christ you may give the strength to soldier on, to the mother and father, to the sisters who stood by him even through this phase.
We thank you for them, and may you bless them abundantly. May you bless this family, keep them together. And even to the friends and even to all that are here, we pray that Christ, may your will be done upon each and everyone's life, and we shall forever remain to be grateful. And now, Lord, as we lay him to rest, may he rest in everlasting peace. This is our prayer and our supplication before you, for we pray, believing and trusting in the holy name of Jesus Christ. Amen. Allow me, area MCA, wale umeniambia niita wajakucha. Kuna watu wa maarumu. Nataka muniwiradi. Chikolera chia Mogusu. The mother and the father-in-laws to the late Daktari. The father and the mother, if you are there, kindly come forward as area MCA you take over. So, mother-in-law to Dr. Mogusu and the father-in-law, kindly, I was almost forgetting, kindly come forward so that people can see you, that you came to mourn with us. Father-in-law na mother, katika lugha yetu naita jikolera chia Mogusu na Agnes. Kama wako na wamba musonge mbele, mchukuliwe picha. Kama wako. Naona wamekuja. Sasa MCA nimemalizia hapo. I humbly request now take over. Asante sana MCA, asante. Huyo ni mama na clean. Karibu. Poleni sana mpoteza kijana. Na kwa vile naona mvua iko karibu kunyesha, nataka kuwafanya kwa haraka ndio tuweze kumaliza hii sherehe ya leo ya the late Dr. Mogusu. Mama na baba wa Jacqueline, umechukuliwa picha. Asante, mketi, asante. Na poleni sana kwa kumpoteza kijana. Haya, kwa ajili ya raia, baba na mama, mrudi tena mseme neno moja tu. Mzee, kuja kwa sababu hawa wananchi ni wangu, wanaweza nipiga vita. Karibu mzee, karibu. Poleni. Haya, karibu. Seme majina na mnene neno moja. Kwa wakati huo county sec wetu wa Kisii County anataka kwenda, ningelipenda kumkaribisha. Karibu. Neno moja. Praise God. My name is Samuel Kongo Mwangi. I'm father to Jacqueline, and Dr. Mogusu was my son-in-law. The son-in-law whom I just stayed with him for a short period, but we shared up a lot with him. To say a little, he could always call me when he was going to work and when he was coming from work. And the loss of Mogusu has also affected me, but I know that God has chosen Dr. Mogusu to go and work with other doctors in heaven, as he dedicated himself to serving the mankind, so he will be given that chance to serve them in heaven. Thank you. Asante. Na majina, mseme majina tu wajue. Baba, mama, jina moja. Jina la baba ni Mr. Samuel Kongo. Jina la mama ni Mrs. Sylvia Wangari Kongo. Bwana asifiwe. Amen. Tumeshukuru kutembea hapa na tutatembea tena. Karibu sana. Asante sana, na mimi naitwa Gishane Muragori na bibi yangu hapa Augusta Gishane, na sisi ni marafiki wa familia na wageni, na tumeshukuru sana. Tulikuwa na mkutano na familia ya Mogusu, Mr. Naftali and his wife in our home. We had lunch together na tukakubaliana tulee mtoto vizuri, tutaleta matoke kutoka hapa, wataleta viazi kutoka Nakuru na nyuki, na mtoto atakuwa vizuri na tutamtembeleza hapa mara mingi mpaka ajue kwao. Asante sana. Bwana CS. Bwana asifiwe. Mimi naitwa Margaret Wamboi Maina
Dr. Mogusu ni mtoto wangu kwa sababu niko na msisana wao. Asante. Asante sana, asante sana. CS, karibu, kwa sababu najua unaenda kufanya kazi nyingine kwa haraka, ndio uweze kunena neno moja. Na gavana wetu wa Kisii alitoa personal donation yake ya 1,100 ili ije kusaidia mjane, na kuna Pius Abuki alituma naye shilingi 5,000. Pius Abuki alitoa shilingi 5,000 kama irongoli yake kuja kufariji familia. Asante waziri wetu wa administration, Madam Edna Kangwana, karibu, alafu ndio uje mkaribishe CS. Vincent Wachoki ametutumia hapa 5,000 na ni MCA wa karibu hapa ni Atieko Ward. Wapi kikapu? Alafu ile pesa ya mheshimiwa gavana ambayo ni 1,100. Alafu kuna 5,000 za mheshimiwa Pius Abuki ambaye anataka kuwania kiti cha hapa Kitutu Chache South. Karibu Madam Edna. Thank you, Head MCA. God is good. God is good all the time. My name is Edna Kangwana. I'm the County Minister in charge of administration. Kindly allow me to recognize the county officers who have been sent here by Governor to mourn together with the family of Mogusu. Wherever you are, kindly stand up and salute. County officers, the medical staff, if you work in the county government, kindly salute. I could wish them to take this opportunity to call Dr. Bina to come and talk on behalf of KTRH, where Dr. Mogusu did internship. Kindly hurry up. As Dr. Bina comes, I could wish to call upon Wasiri Okibo to come and just say a word. Dr. Bina, are you here? Karibu Waziri Okibo. Asante sana Waziri Edna kwa muda. Kwa majina venye nimesikia naitwa Dr. Okibo Walter Bichanga. Mimi ndiye waziri wa barabara, ujenzi, uchukuzi pamoja na manyumba Kisii County. Kwa siku ya leo tuko hapa kumwomboleza mmoja wetu ambaye ningependa kusema ni shujaa. Huyu shujaa amelala wakati hatukuwa tunatarajia, na alikuwa amejitolea mwanga kusaidia Wakenya wenzetu na kila mtu mwenye anahitaji afya mzuri. Ni bahati mbaya kwa sababu amelala wakati ungekuwa tunatarajia pamoja na wazazi wake. Lakini hata hivyo, wakati mwingine tukiwa na jambo kama hili, huwa tunakuwa na ile roho ya kusaidia, na pia ingewezekana kungekuwa na ile 21 gun salute ingepewa huyu kijana wetu ambaye alikuwa amejitolea, lakini kwa bahati mbaya amelala. Ningependa nimshukuru gavana wetu James Elvis Omalibongwae, tangu hili jambo litokee amejitolea kabisa, akasema kuwa lazima barabara itengenezwe mpaka kwa kina Daktari Stephen Mogusu. Tumehakikisha imetengenezwa, hata kama tuko katika wakati mgumu wa hali ya kifedha na pia katika hili janga la corona. So kwa sasa hivi nashukuru sana kwa wote ambao wamefika, na pole sana kwa familia, mzee na mama, pia na Jacqueline, pole sana kwa haya. Huu mwanga ambao ulikuwa umeanza kuonekana, mwangaza ulikuwa umeanza kuonekana kwa ile familia, tuwaomba Mungu athibitishe na asaidie kwa huo mwangaza uonekane kwa familia na waweze kuendelea mbele. Nashukuru sana. Pole sana.
Tumekuwa pamoja na ninyi kwa hii safari, na niliwaambia kuwa Daktari Mogusu anabaki kuwa shujaa. Ni mtoto wetu, tunampenda sana, na ndio maana tumekuja kumwonyesha na kucelebrate maisha yake. Niliwaambia ile mzigo mko nayo, mbegu iko, muitoe, muipande, ijaminate, ilete maua. Na Mogusu daktari hajakufa kwa sababu hata ametuachia mtoto hapa, na baba ya Jacqueline amesema watakuza mtoto vizuri. Nataka kuambia pole, Mungu awapatie nguvu wakati huu. Nilikuwa nataka sana mtu kutoka KTRH aongee, lakini naleta rambirambi za gavana wetu, alikuwa pamoja na nyinyi hata usiku ile siku alikuja akaongea na nyinyi, na pia aliwaambia vile mtakutana mbeleni tukimaliza kucelebrate daktari. Nataka kuchukua Patrick Lumumba, our county secretary, the county government of Kisii, alete habari kamili kutoka kwa gavana wetu, kuja kwa familia na wote wenye wamekuja kuomboleza daktari. Karibu sana Patrick Lumumba. Asante waziri wa utawala wa ndani wa Kisii, familia ya daktari, kijana ambaye alikuwa ameanza maisha ya Mogusu, na hasa kwa mjane wake Jackie. Nimeangalia hii kitabu ambapo mnaandika tributes. Jackie, I was moved, and I think I'll read it because most people don't read it. And it says that I thought about you today, and I thought about you yesterday, and the day before yesterday. I think about you in silence. I speak out your name often, and all I hear are your memories, the picture in a frame. Those are words of a very, very loving person. In the days of when the book of Genesis was written, and the pastors there will attest to that. In the book of Genesis, Methuselah lived and died at the age of 969 years. He was the son of Enoch. Then Enoch lived for 905 years. And after that, the ages of our life on earth have kept on dwindling. Viongozi wa KMPDU ambao wako hapa, nikianzia na kiongozi Dr. Sure wa Nyanza Region, na wale ambao wametoka kimataifa, Dr. Roko na mwandishi wake Mwachondo, mawaziri wa serikali ya Kisii, maafisa wakuu na wananchi wa area hii, hasa the village ambao tunakaa hapa. Mimi siwezi kusema mengi. I'll be extremely brief because these are not times for lengthy speeches. Wakati governor, najua tumesimama hapa na Usuri amesema kwamba most of the doctors here hawana kazi. Na wamehitimu. To be a doctor you have to have a very fine brain. Najua Mungu anatuunda kwa njia nyingi. Anaunda mtu anasema wewe utakuwa mtu wa spana, mwingine utakuwa askari, mwingine utaendesha pikipiki, na mwingine atakuwa mwaguzi. So we thank our parents for giving birth to a few who can fix us when we are not all right, and those are our doctors. For the parents, at the end of the day, Dr. Jacqueline Fungo, your mother will be worrying about you and the siblings that you have and the child that you have.
Most of these doctors had applied to Kisii, and as head of service, I stand here on behalf ya gavana wa jimbo letu la Kisii. Kama siku ya leo hayupo hapa kwa sababu tumempoteza kupitia ugonjwa huu tunaongea, gavana wa jimbo la kaunti ya Nyamira. Gavana alipigiwa simu asubuhi juzi saa 9 asubuhi na CS Matiang'i akimjulisha kirasmi kwamba mmoja wa gavana wa Kenya amefariki, na ndipo hapo alifunga safari ya kwenda Nairobi, na angekuwa hapa lakini yeye na CS Matiang'i na Council of Governors na rais wa Jamhuri ya Kenya walichagua gavana kama kiongozi na CS Matiang'i wa hiyo matanga. Kwa hivi sasa wako Nairobi. Kwa hivyo mkubali salamu za gavana wetu kwa haya mabaya yametokea, na hasa kwa daktari wetu. You do a good job. And as the governor of Kisii always says, and Dr. Suru, you know the way we treat our medical personnel. We sit with them, we negotiate with them, we try to look at their welfare. That's the governor of Kisii for you. Kwa sababu an application had been made, na nikienda nikimalizia, gavana wa Kisii alisema kwamba kwa sababu ombi lilikuwa limetumwa, manake wote walikuwa wanatuma mabarua ya maombi ya kazi, yeye amekubali kumpatia Daktari Jacqueline Kungu Wanjiru kazi kama daktari. You know now, Daktari, when you finish the mourning period, you will be my officer. And I welcome you to the county of Kisii. And you'll find that we are loving people, and we'll take care of them. That I assure you. Basi, nataka kumalizia hapo. Hatutaki kuchosha wananchi ambao kwao kupoteza mtoto ikirudia Kikisii. Usirio mwana umonto manyete uchungu ni nani? Nomoibori. Igo omoibori no manyete tumanyete mnoigweru. Ngote aba kwa niaba ya gavana yetu ya Kisii County Omske Elvis ukubali pole yake, na kwa niaba ya wafanyikazi wote wa Kisii wakiwa waunguzi wako hapa na wengine na elders na mheshimiwa Hamisi, tunasema pole, Mungu awabariki. Nimeleta rongori yangu hapa. Gavana alikuwa ametoa 1,100 na mimi natoa 20,000. Asante sana. Thank you. That's the message from Governor. Allow me to turn the program back to the area MCA, Honorable Hamisi. Thank you, Madam Edna. Na kwa sasa kuna aspirant mmoja kutoka huko kwa mzee Naftali ambaye pia ni relative, anaitwa Bwana Buya. Anataka alete rambirambi zake na pia ako na rongori kutoka kwa marafiki. Karibu. The family of the late my friend Dr. Steve Mogusu, the County Secretary of Kisii County, my good friend Lumumba, the hierarchy of the doctors, the area MCA, friends of friends, n'abantu bamintu mwensi abamwakireko lero musani one nonye turasama be nane yaingire biyamole ngongoro kwa Hilary Abuya, Member of Parliament, SP Kitutu Masaba constituency, that hill.
First of all, I want to eulogize my friend, Dr. Steve. I knew him back from high school to university to outside life. He was a very hard-working man. Very, very much intelligent. I remember when he was in high school, I used him to show me how to do physics and mathematics sums. He was very intelligent. And they would tell me, Hillary, usisahau hii formula. I have lost a friend, a very good friend of mine. Number two, the family of the late Moaka, Naftal, Lumongina Mama, pole sana. Na arora mayanda manene, asemole, asaba iri na basani vachire kolera. People who have eulogized Steve from all spheres of life. He was indeed a hero, and as I can say, he was the engine of this family. I understand because he was my friend. May God rest him in peace, alale salama, na tukikutana tutamweleza vile mazishi yake ilikuwa, kwa sababu kifo kipo. All of us are going to die. It's only that we don't know the times of death. Mama na tata pole. The wife, Jackie Muswat, pole. I understand the pain you are right now with this kid of few months. It's a challenge, and as Pastor said, mambo ya kuomba familia iwe na msingi na marafiki. Mimi kama rafiki wa Steve, pale nitaweza kukufanyia kile ambacho kitakusaidia umwana kile. Finally, bonsi bamwacha biyamono tinda tuko na siasa. Mosani onaro kuri namiraga alero muadmin korusei taria muadmin salute so that nalieko wenera ina ro siasa india kerongera na bogetut to gochkongita. God bless you. Bogetutu alingo lingindo kerokyo bochumbe ase chama ya ODM. God bless you. Abasani mbante vipole. Mosani Don Bosco Oga amesema pole. Korude rongoriane ya 10,000 asege tabeke elinde gekonye familia. Pole sana. Biamono Mochumbe, biamono. Kuna ripoti nyingi zimekuja hapa na Area Assistant Chief Charles Nyauso. Uyaro, umesalute. Kuna Assistant Chief mwingine kutoka Riaiteba, uko wapi? Salute. Kuna Chief Fred kuja, anajua huko na ujumbe wa Mheshimiwa Jimmy Nuru Angwenyi upeane kwa wazazi. Na kuna wale aspirants wengi wa MCS, nataka mtasimama baada ya huyu mpunge mkono. Karibu. Thank you bwana MCA. Kwa majina ni Fred Onsongo Nyanchoga, Chief Kionganyiro Kesen, Marani Sub-County. Here on behalf of Mheshimiwa Jimmy Nuru Angwenyi ambaye pia amesema pole kwa familia na kanipa erongori ya 10,000 na chiga ende so mchanoria otiwa. Biamono sana. Biamono. Varia aspirants vons pi vaga iganga imore. Tenena musalioti korwo ntaite aspirants vakitutu chache obo MP Mheshimiwa Muchoge
ngaba mino nchuga iga e aspirant nera korboeka kwani ngana ya moneria umongni orio tigara attack position 1 Kings 3 and 4 Exodus 22:22 egotego ngabana umwe gwatigerugo okun monto tayo jogote ngana chako ndebe yamono because the governor Kisongwai has given you a job. Therefore, be steady in your home, take position. God bless you so much. Biamono. Karibu mchumbe umito. Our area MCA John Amisi, familia, pastors na marafiki wa Mogusu. Bwana Yesu asifiwe. Nipe wiper ya Yesu. Tate kukwane ngane yamo gochieso mongno Mogusu tigara. Nyasaye nakore mie nengena ngenieri Mogusu ago tigirete ne somori elinde benyota gaiga ese kenyorugia ito kiairanda na bumatara kwa jumla. Nchengo kuana ngoro ku Felix Yamasi 2022 koriginde kero kyobwa MCA Amisi nero gocha gokengereri korundero ngori ana ya 500 shillings. God bless you. Biamono Professor na ndero ngoli mwatiga kaiga morocho borobora prof. Kwa ile familia ambao wamepoteza yokokuana ngoro kwa Henry Moraranyarango na Moraranyarango igonde umwalimu ase chuo kikuu chetu kule Kisii, na hapa nyumbani ni nyumbani tigante wenga hapa kusimba tewetenga makweli maganga akonya koiro mokuomo kage nyumba mbaichura. Leo hii picha ambayo tumeiona ni picha ya Kenya mzima, toka Machakos, toka Lenana kule Thika na kila mahali wanaomboleza kwa sababu ya huyu jamaa. Tigante wenga obo nyagitali igere ya message profession chiko ira emyake menge mono asa mangana training second to only a profession ya momanyete ekorokuwa bo padre aso montago so me miaka ngai 12 go 15 years. Lero iga konta getemba tebya bantu baitu iga ekero ensinye kuna kolera mbante tabwati ama happy ekero nale kuligereria naligereria Steve konyobeire kiongozi as associations of medical students kwenye borokiri interest and capabilities of leadership. So as leaders of this region, we are mourning a great leader from this region. Andi momanyete bya mononga kuruense meye andi akene role wachakowa the second doctor. In memory, gonale gosaba ebiongozi bionsi from this region and especially from the county government and the regional area. Ngabana bali bonsi baraba ngaini babwate potential babe supported from the grassroots so that toje kutuara abantu abange baranyale go take up the mantle and become great people for our country. Njena aliki chikura momanyete 2017 mwankonya bya abantu ba minto lakini nchai sana lero iga and later 2022 nyasaye kara to ikiororo nyasaye kara nche okubuneka kumugango zaiko kwa mwali wokuruga na mambindire tigatusabera nama yambu yamono sana bwana MCA konya tuwakolire muna pastor ate yabaliria lakini naendelea sengenche yo komenta elibwe ya monere ga nyasaba sisi ni mono. Thank you so much. Biamono ikineke mira karibu abantu baitu noyo turasa mabe kuba kwani ngambia mole njasa maria tanguru kuhores wako tini kuboli kura lakini natu lakini gende kenne kabisa giatoleta no korupole asende buyane Mogusu njena mamaite lakini kewosira kwa na bugwa kapchita attention kenye ngima anjenga kumenga kururanda ndo kwa doctor pole sana seke nyoro ne family natumna Anthony Kibagendi uyo voleti ubunge 2017
mukamwachi kura chinyinge mono lakini njei sana wono 2022 na ndinu waligeti achontebi ngantebi family pole souls in danger look upon the Lord. Thank you. Ongangiru ngoli ae a 2,000 shillings. Biamono mheshimiwa engineer Mochoge. Minto lava kwandiri mbiyamure mwezi mbiyamure chetimbu atia mange mwana Steve tuacha koeni my brother Naftal no mongi nangines na wapatia pole naende pole mono ni ilwe mumanyete the pain yoko lose the young man. I remember last year we discussed about Yavana, you told me about the young man, but it's unfortunate God has taken him. Na aseki nyorogi aito, we are losing professionals at an alarming rate. Moisonde tuaini magara, before that we had some accountants, we had some engineers, so it's quite unfortunate we are losing those professionals. Ikiomo erio. Eme chando tobuate nseya ito ekoroku Kenya. Igerentire ne viongozi. Tali mwana inchi. So, eserekali karotwanye chorire gose mwa chorire leaders. There's work for the people. But unfortunately, those that we elect, so you must be very, very, very careful. MCA, chumbe, governor, president. So it is upon you, the common mwananchi, what character ye nature y'omuntu uliogochora une leader yao no MPPI yare gotora sheria egokano muntu gwe public service ekero kwarwarire to irugumbu obere Kenya so that they can be able to make chinyagitari cheito chive chingi ya ekina kiyoka yale gotokonya so that ekero tumanyete minister gekorwara nkinyate wocha nkisi ekogenda lakini mbago ito bobe bakorwara London New York yeah, that's very wrong eshegeyemo irachenche bintu ebyo mbiyamono kana injendwe erongori ane ya shilingi 2000 mbiyamono mheshimiwa Mochoge nera nkolerare wale wageni mko hapa msiende kwa sababu Mr. and Mrs. Mogusu kuna jambo watanena moja. Kwa hivyo msiende tafadhali, msubiri. Niko na Madam Rachel Otundo ambaye ni aspirant governor wa Kisii County 2022, pia naye ako na rambirambi zake. Karibu Madam Rachel. Asante sana mheshimiwa kwa kunipatia nafasi. Familia ya Mogusu, all protocol observed. Mimi nataka niseme it is a great loss, lakini nataka niambie familia Mungu ako nanyi, lakini lazima nanyi pia believe in everything you pray, because God says take a step and then you will get the answer. Kwa hivyo mimi nawaombea mema, nyinyi wenyewe mchukue step ya healing and God will help you to heal. Take a step to take care of the family in all ways. So we pray for the family. Mungu awasaidie kwa kila njia. Nataka niulize watu wote kwa umati waweke mkono juu waseme tuombee hiyo familia mema. Wote wameombea mema na we hope everything will be well. But it's very unfortunate that daktari anafanya kazi na mwishowe anahaga akisumbuka sana, na yeye ni daktari ambaye anafanyia serikali kazi. Nataka niseme ya kwamba
lazima hata serikali ikuwe na priorities, waangalie hii maneno ya NHIF. It is also supposed to cover corona. This business at NHIF does not cover corona, is neither here nor there. Na waangalie priorities, mambo ya health, kwa sababu watu wetu wanakufa. Hii pesa wanaweka kwa BBI. Hii pesa inatakana kuwekwa kwa biashara ya ya madaktari na kuwanunulia vifaa, and assisting them in all ways for the job that they are doing. Ya pili, hii biashara ambayo tumeambiwa mzuri sana ya kwamba Daktari Jacqueline atapewa ajira na county. Let it be true. Wakati mwingi tunakuwa promise na hiyo kitu inasaulika immediately. So let's hope, county secretary vile ulisema kwa niaba ya governor, let's hope hii maneno yote itakuwa ya ukweli na sisi tutafuatilia. Tunataka kuhakikishia madaktari ya kwamba sisi tuko na nyinyi kwa kila njia, na nauliza serikali isiendelee kuintimidate doctors. Wajue ya kwamba madaktari tunawahitaji sana, hata hawa wenye wanawaintimidate pia wanawahitaji sana. Asanteni sana, na mimi nimetoa uji yangu ya 3000. Asante sana. Mr. and Mrs. Mogusu, mahali muko na mic, mnaweza nena neno moja. Karibu. Hata kama mmeketi tu mnaweza nena, muko na mic. Mic iko wireless. Asante. Amjambo nyote wageni wa Stephen wangu. Amjambo tena. Tunashukuru kwa sababu tumewaona hivi mkiwa wengi, na shukrani nyingi zinaenda kwenu kwa maombi yenye mliombea huyu mtoto wangu. Tangu alikuwa mgonjwa, watu hawakulala. Nyinyi hamukulala, kila mtu alimuombea. Kukulala kwake saa hii inaonekana ni wakati ulikuwa umefika. Kama angekuwa anapona, yale maombi mliweka, huyu mtoto wangu angekuwa hai. Na washukuru sana kwa maombi. Madaktari wote wa hapa Kisii wamekuja wengi sana kwangu, vile mgonjwa na vile ameaga hivi, wametufika karibu. Tunawashukuru sana, tunawarudishia shukurani, na muwe na huo moyo. Ni gavana wetu ametufika karibu kwa huu wakati wote. Hata hizi masks tuko nazo, yeye vile alijua yeye maneno yamekuwa, yeye ndiye ametupatia. Ametupatia sanitizers ili tujikinge nayo. Tunashukuru sana. Amelima njia hapa mnaona, na Amisi Kansora Amisi MCA. Tunashukuru sana kwa sababu tuko na wewe wakati wote, vile tulipata hii mshipa. Sasa hata kama uko na mshipa na unaona watu wanakufika karibu hivi, ile uoga ulikuwa nao, unapata uoga imeisha. Kwa sababu unaona yale yalikuwa yanaenda kukua magumu wakati huo, unapata kama yamekuwa rahisi. Kama sasa mwili kusafirishwa kutoka Nairobi mpaka hapa hivi. Tunashukuru sana kwa wale madaktari wa Nairobi, kwa madaktari wote vile walishikiliana, na wote wenye waliingia katikati ya kuona mwili umefika. Tunashukuru sana kwa sababu hatungeweza. Nashukuru kwa wote, na Mungu awalinde na awaongezee kule mliingiza mifuko zenu.
aendelee kuwaongezea ili muwe mkifanya hivyo kila wakati, kwa sababu kifo sio ya huyu Steve wangu peke yake. Asante sana. Asante Mama Steve. Sijui kama mzee ana neno. Nami kwa uhakika, hebu nisimame vile nilivyo, nitoe shukurani nyingi mno kwa wema na mapenzi ya Mungu wetu. Governor, councillor, ministers wa councillor na governor wako hapa, doctors na those who are in school, na daktari ambaye amelala, church members, pastors wetu kutoka kwa ofisi yetu kuu vile wamekuja, wa vijana wetu wote, kazi ile kwa uhakika mmefanya. Mungu asidi kuwabariki. Kansoro ulikuja kwetu, hata niseme yaani mara nyingi unakuja unatuzungumzia gaki, poleni, hebu mkae vile mnakaa, hebu mambo haya na yale mengine yaweze kufanywa. Gavana, barabara alime mpaka kwa Mogusu, Gangoro kwa Mogusu na kwa Ekikisi. Mogusu ni mtu ambaye anainuliwa tu hivi na baridi, lakini mumefanya mambo makubwa mpaka kwa familia yetu. Jambo lingine, mtoto wetu ambaye gavana amesema kwa uhakika amupeleke ofisini ili awe na njia ya kulea yule mtoto ambaye Mungu ambariki naye. Wazazi wake kwa uhakika tumelia na wao tangu niende, na kazi kwa wao wamefanya, wamenishindikiza mpaka hapa kwetu. Asante. Tutaenda nanyi muone mtoto huyo wenu ambaye amelala atawekwa wapi. Sitaendelea kusema mengi. Kila mmoja kila ambacho umetenda, Mungu asidi kukubariki. Maofisa wetu, doctors, wale kazi mnafanya kwa uhakika kutukuzwa, na kile kama mvereka huyu Steven na mkuu wetu wa hapa Nyamira, hakiki sije kikashika nyinyi, ndiposa Mogusu nimesimama nikiwa mgonjwa. Doctors, mtaniponya nami nisonge mbele. Mzidi kubarikiwa. Amen. Dr. Bina kutoka KTRH, njoo utoe rambirambi zako kwa sababu daktari alifanya kazi pale. Karibu daktari. Habari nyenye nyote. Kwa majina naitwa Dr. Bina. I'm speaking on behalf of the CEO, Kisii Teaching and Referral Hospital. Mogusu worked with us for 1 year. He was one of the best doctors we had in the hospital at the time. And we'd like to tell Dr. Jackie, baby Enzo, we stand with you in prayer. We understand what you're going through, but may Jehovah above give you grace, strength, and above all, may He hold your hand. Mami na dadi, wazazi wa Steve, tunaomba Mungu awape neema, awabariki, awape amani. This is a difficult moment, but it's only God that will give you solace. So we thank you for giving us a wonderful comrade. We thank all of you for coming here today, and may God bless you abundantly. Asante sana daktari, na kwa wale diaspora mkiongezwa na Samuel, tunawashukuru sana kwa ile kazi mmefanya. Kabla nipatie area MP ambaye ni Richard Momoi Maonyonka, amewakilishwa hapa na First Lady, ningelipenda kusema mambo haya. Mambo ya Mtai Kagwe kuja kusurutisha madaktari eti wasipokwenda kazini watafutwa kazi, hayo ni mambo ambaye hatutakubali, kwa sababu tumeona magonjwa vile yamekuwa akitupiga na madaktari hawa ndio wanatusaidia. Ile angefanya Mtai Kagwe angejiuzuru, kwa sababu kama ameshindwa na kazi aende nyumbani. Si wananchi mmekubali aende nyumbani? Madaktari wanaomba pesa kidogo, wanataka PPEs, wanataka mask, wanataka gwanda, ati hizo wanashindwa kununua, wanaanza kuwatisha ati watawafuta kazi.
Last time wamefunga madaktari wakawapeleka kamiti, ni kama majambazi, ni kama wezi, ila hali wamewacha wezi wapi? Ofisini. Wale wameiba pesa za COVID, badala washike hao wanaanza kushika madaktari. Kwa hivyo Mutahi Kagwe, wewe jiuzuru kwa sababu umeshindwa na kazi. Na Dr. Osur, nakushukuru sana. Dr. Masese, asante sana kwa kazi mmefanya. Dr. Omweri, nimejua vile tumekuwa tukiwa na vikao mpaka usiku. Nawashukuru sana kwa hii kazi mmefanya nzuri na mmefanikisha mazishi ya ndugu yetu Daktari Steve. Kwa sasa nataka kumleta First Lady wa constituency ya Kitutu Chache South ambaye ni Gesare, akuje atoe rambirambi zake za mheshimiwa wetu Richard Momoima Onyonka. Karibu. Asante sana Mheshimiwa Hamisi. Waombolezaji wote mlofika hapa na wasalimu kwa jina la Yesu. Hamjambo? Mimi kwa majina naitwa Gesare Momoima. Huyu kijana tuliyempoteza ni kijana wetu katika constituency yetu hii. Na jambo moja nililotumwa kwa sababu ya muda umeisha. Mheshimiwa Richard hangeweza kufika hapa, lakini amenituma niwaeleze familia. Poleni sana. We really appreciate the work that Dr. Stephen did for us. Albeit very shortly, we thank the Lord that he had been with us for that period, and his fellow doctors. We really appreciate what you do to us. We really appreciate your work, and your concerns and demands are very valid, so don't let go. Continue demanding for that until it is given to you. Okay? Mheshimiwa Simba Arati alinituma na 10,000 shillings na pole zake kwa familia, na Mheshimiwa Richard pia amenipa 50,000 shillings to the family. Thank you so much. Na kuna mheshimiwa mwingine Maubi ambaye coordinator wako ametumwa naye. Karibu. Biamono kwa ngali baga. Nje nango kuana leo kwa niaba ya Mheshimiwa Onyonka kia Madam Gesaro kuanire. Nje nkuru pole wochase omujio Mogusu. Nje ne coordinator ya Kitutu Chache South kuane Onyonka Richard. Lakini omosani one tuwa kuanenere wana iga. Owojikura 2017 Jason na ande no alegeti 2022 Honorable Dr. Anu Maubi na aram nainwe ongere chieru bele otebe pole bionso wontegere biomono beka chiba sechigaiga saya makenko bere ngam biomono mokoira na maenda biana Nyasaye na antoro nei chinga kichinde tianya saba konyo biomono MC Nchuokole. Karibu. Asante area MCA kwa kazi nzuri umefanya. Sasa kwa niaba ya familia atakaye peana vote of thanks, Pastor Samani akimaliza kwaya Milimani, musimame tunapofanya maombi, mtoe wimbo moja ili tuweze kumalizia hapo. Kwa hiyo Pastor Samani, karibu kwa niaba ya familia vote of thanks na sisi familia zingine washukuru. I want to take this opportunity to give thanks to all of you, especially the management of Komorok, more than